Sikia, kama kuna kitu ambacho unatakiwa kupambana sana na kumwomba Mungu akusaidie, ni wewe kumwambia Mungu akupatie neema ya yeye kujidhihirisha katika maisha yako, na jambo lingine ni yeye akupatie neema ya watu kuelewa thamani ya Mungu wako uliye naye, kwa sababu ni heri watu kukuacha kuliko Mungu wako kukuacha, kwa sababu mwenye iko na vrai identite yako, mwenye anajua kesho yako yote, mwenye anajua kyote kenye unataka ni ule Mungu mwenye uko naye. Donc kama kwa mtu mwenye hawezi itika umwachi mu maisha yako, ni Mungu wako. Maandiko inasema kwamba ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 na mstari ya 1, aseme hapo mwanzo Mungu. Donc tutaelewa kwamba mbele ya vyote vikue Mungu alikuwaka. Sasa kama kwa kitu kenye unapaswa ambia Mungu akusaidia yako ni kukupatia neema ya watu wenye atakujogezea karibu yako, bakuwe biko na hali gani, lakini baelewe thamani ya Mungu mwenye unabeba ndani yako. Kwa nini mimi nasema vile? Kuna watu wengine wanaweza wakakukamata namna wanataka, kuna watu ambao wanaweza wakakuzoea gisi wanapenda. Donc hebu kukuzoea haina probleme, lakini probleme ni juu hawaelewe thamani ya Mungu uliye naye ndani yako. Na acha nikuambia kwamba itika kupoteza vyote, lakini usipoteze ile image yenye unabeba ndani yako ya thamani ya Mungu maisha yako. Acha nikuambia kwamba batu hawezi wakaleta Mungu, lakini Mungu anaweza leta batu. Donc kitu kinyo unapaswa jifunza ni kulinda ile thamani, ile picha yenye uko nao ndani yako ya kwamba Mungu mahali pote utakuwa, vyote wenye utakuwa navyo bisikufanye upunguze thamani ya Mungu mwa maisha yako. Na kila mwenye utakuwa naye, jitahidi sana ajifunze kuelewa thamani ya Mungu wako katika maisha yake. Amen.